Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kujiunga nasi siku ya leo. Siku ya leo nazungumza kuhusu kifua kikuu. Nitaangalia sababu zake, dalili zake, matibabu yake na matarajio ni yapi baada ya kutibiwa. Karibu sana, uwe nami mpaka mwisho. Kifua kikuu ni maambukizi ya bakteria yanayoitwa Mycobacterium tuberculosis. Yanaua zaidi ya watu milioni 1.8 duniani. Takribani watu milioni 10.4 duniani wameambukizwa ugonjwa huu. TB ni ugonjwa unaoweza kuua zaidi ya 60% ya watu walioambukizwa kama hautatibiwa. Lakini wakitibiwa, 90% ya wagonjwa hii walioambukizwa wanapona kabisa. Sio kila mtu aliyeambukizwa kifua kikuu anaonesha dalili. Watu wengi ambao wameambukizwa wana kifua kinaitwa kifua kikuu fiche. Hii inamaanisha kwamba umeambukizwa, lakini kwa sababu kinga yako ya mwili iko imara, hauonyeshi dalili. Kwa bahati nzuri, watu hawa ambao wameambukizwa lakini hawaonyeshi dalili, hawawezi pia kuambukiza watu wengine. Kwa hiyo unakuta unatembea tu, haujui kama umeambukizwa, lakini pia hauwezi kuambukiza watu wengine. Kifua kikuu fiche. Kwa hiyo hata wewe unayenisikiliza hapa sasa hivi, yawezekana tayari umeshaambukizwa ugonjwa huu wa kifua kikuu, lakini hauna dalili kwa sababu kinga yako ni imara. Siku kinga yako ya mwili ikipungua, inaweza kuwa ikapungua, ugonjwa huu utafufuka na utaanza kupata dalili za ugonjwa wa kifua kikuu. Kwa ndio maana unaona kwamba wazee wale ambao kinga yao mwili imeanza kupungua, watoto ambao kinga yao mwili haijaanza kuwa imara sana, na wagonjwa wenye upungufu wa kinga mwili, kwa mfano ugonjwa wa ukimwi, wanapata kifua kikuu kuliko watu wengine. Ni kwa sababu kinga yao ya mwili si imara sana. Kwa hiyo unaweza kuwa umeambukizwa ukawa na kifua kikuu fiche ambacho hakina dalili, lakini siku ukiugua ugonjwa wa ukimwi, basi kifua kikuu kinajionyesha, dalili zake zinajionyesha. Dalili za kifua kikuu zinategemea ugonjwa umesambaa kwenda wapi. Kama umefika kwenye mapafu, utakuwa na kikohozi sugu ambacho kitakuwepo kwa zaidi ya wiki 2. Utatokwa jasho jingi sana usiku ukiwa umelala, kukohoa damu, uchovu, homa, kupumua kwa shida, unajikuta kwamba uzito wako unapungua kwa kasi, maumivu ya kifua, na wakati mwingine unakuwa unakorota kabisa kwa sababu njia yako ya hewa imeanza kuathirika. Dalili za ugonjwa wa TB katika sehemu nyingine za mwili, kwa sababu unaweza kusambaa kwenda sehemu zingine za mwili. Kwa mfano, unaweza kufika kwenye mifupa, kwa unahisi maumivu kwenye mifupa, figo, kwenye ubongo au kwenye uti wa mgongo kwa unauma kweli kweli. Hii itasababisha maumivu na uvimbe kwenye hayo maeneo na italeta matatizo ambayo daktari atakwambia. Ugonjwa huu unaenea kutoka kwa mtu mmoja hadi mtu mwingine kwa njia ya hewa. Unapokuwa unakohoa au unapokuwa unapiga chafya, yale majimaji yanaporuka, basi mtu mwingine anavyoyavuta anaweza akapata maambukizi. Sasa watu ambao wanakuwa kwenye hatari zaidi ya kupata huu ugonjwa ni wale ambao wanaishi na mtu ambaye ana ugonjwa wa kifua kikuu. Kwa mtu ambaye ana kinga ya mwili ambayo ni dhaifu, ina maana ana upungufu wa kinga mwilini, kwa mfano ukimwi, mtu ambaye ana lishe duni ambayo inasababisha kwamba kinga yake ya mwili idhoofike, au kama unaishi katika eneo ambalo lina msongamano mkubwa wa watu na usafi ambao ni duni, kwa mfano kwenye kambi za wakimbizi, kwenye magereza, hao wanakuwa kwenye hatari zaidi. Lakini pia kumetokea pia uzao wa Mycobacterium tuberculosis ambao ni kifua kikuu sugu pia. Kama uko katika maeneo yako, ni rahisi wewe kuambukizwa. Kwa hiyo ukiwa katika maeneo hayo, katika hali kama hizo, unakuwa kwenye hatari zaidi. Ukifika kwa daktari, ataangalia dalili za ugonjwa wako, ataagiza vipimo mbalimbali kama kupima makohozi ili kuangalia kama kuna wale bakteria, tunaita Mycobacterium, kama wamo kwenye haya makohozi. Anaweza pia kupima damu, anaweza pia kupiga picha za x-ray ya kifua kuangalia uharibifu ambao umesababishwa na wale wadudu, na akiona atakwambia kwamba hii ni kifua kikuu. Matibabu ya kifua kikuu ni muhimu, yanasaidia kupunguza uwezekano wa mgonjwa kuambukiza watu wengine. Mgonjwa akitumia dawa za kifua kikuu kwa wiki 2 tu, hawezi tena kuambukiza watu wengine ugonjwa huu. Dawa za kudhibiti kifua kikuu zinapaswa kumeza kwa muda mrefu. Dozi ya kawaida inachukua mpaka miezi 6 kumeza dawa kila siku. Sasa sio rahisi kutekeleza dozi hii. Kwa hiyo mgonjwa anahitaji usaidizi wa kumfuatilia kila siku kuhakikisha kwamba anatumia hii dawa, si tu kwa ajili ya kutibu yeye mwenyewe, bali kwa ajili ya kukinga na jamii yake pia. Kwa kweli sio rahisi kumeza zile dawa kila siku kwa miezi 6, na ndio maana tunategemea kwamba kabla ya kumeza na kuwepo mtu anayemsimamia kumeza. Dawa hizi pia zinasababisha maudhi mbalimbali, hasa zikichanganywa na dawa nyingine. Ni rahisi kwa mgonjwa kutofuata hizo dozi. Kama mgonjwa asipofuatilia hizi dozi kama ilivyoelekezwa, wale vimelea ambao wamo ule ndani au ugonjwa wake wanaweza kutengeneza usugu kwa hizo dawa, hata kama akiendelea kuzitumia baadaye zisimsaidie. Sasa kama bakteria wametengeneza usugu kwa dawa, inamaanisha dawa hizo
ambazo zilizopo haziwezi kutibu huo ugonjwa wake. Hii inamaanisha kwamba amepata ugonjwa wa kifua kikuu sugu, ambaye pia anaweza kuambukiza watu wengine ugonjwa huu wa kifua kikuu sugu. Na huu ugonjwa utahitaji kutumia dawa zingine ambazo ni ghali sana, na atajikuta kwamba anameza dozi kwa muda mrefu kuanzia miezi 10 mpaka 12, na hiyo sio jambo ambalo tunalipenda. Kwa hiyo ni muhimu sana kutumia dawa kama mgonjwa alivyoelekezwa, la sivyo anaweza kuendelea kuambukiza watu wengine kifua kikuu ambacho tayari ni sugu, na jamii itatumia pesa nyingi sana kuitibu. Kwa hiyo si kwake tu, bali na kwa wagonjwa wengine. Ili kuzuia maambukizi ya kifua kikuu, ni vizuri kufunika mdomo wakati unapiga chafya au unapokohoa. Hakikisha nyumba ina madirisha ya kutosha ili hewa iingie na kutoka. Epuka maeneo yenye msongamano mkubwa. Wagonjwa wa kifua kikuu watambuliwe mapema ili wapewe matibabu mapema ili wasiambukize watu wengine. Kwa watu ambao wanakaa na wagonjwa, kwa mfano mama ambaye ana kifua kikuu na ananyonyesha mtoto wake, basi apewe dawa ya isoniazid kumkinga na maambukizi. Lakini pia zipo chanjo ya BCG ambayo inatolewa kwenye bega. Tanzania inasaidia kukinga dhidi ya maradhi ya kifua kikuu. Lile kovu ambalo unaliona kwenye mkono wako ni muhimu sana kwa sababu linakukinga na ugonjwa huu wa kifua kikuu. Hizo ni njia za kujikinga na ugonjwa wa kifua kikuu. Asante. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.